Mr. President. Aya, asanteni sana. Ndugu wa Kamba, tunaweza kuketi chini. Viongozi wetu, maaskofu, pamoja na wachungaji na mapasta, Bwana Deputy President, mawaziri, gavana wetu Wafinya Ndeti, PSS mlio hapa, wabunge, members of the County Assembly ya hapa Machakos na Ukambani, ndugu wa Kristo wenzangu wote, hamjambo. Mbaito muyaseo inge muyaene museo na mabinda ondhe muyaiataiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione Bwana Yesu asifiwe. Basi asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi. Niwashukuru tena viongozi wetu wa dini, maaskofu wetu, Askofu Nzombo, Askofu Ndambuki, Askofu Kingo, Askofu Mutungi, Archbishop wetu Gitonga, Presiding Bishop wa AIC Bwana Mulwa, na viongozi wengine wote, na governor wetu na organizing secretary wetu wa UDA, pamoja na wabunge Caleb na wengine, kwa kupanga ili tufike hapa leo kwa ibada hii ya muhimu, ibada ya shukrani. Asanteni sana. Na tumekuja hapa ibada ya shukrani, watu wa Machakos, watu wa Ukambani. Tulikuja hapa tukatafuta kura yenu, tukawaomba, mukatupatia kura zenu, mukatuongezea maombi, Mungu akatupatia ushindi. Leo tumerudi hapa ili mjue tuko na shukrani. Tumshukuru Mungu na tuwashukuru watu wa Ukambani kwa kura zenu. Nataka nirudie niseme kwa watu wa Ukambani, asanteni sana. Watu wa Machakos, asanteni sana kwa kura zenu. Tuko na sababu ya kuwatolea shukrani. Hapa Ukambani, kule Kitui 2013 tulipata 14%. Hii mwaka tulifanya mara mbili tukapata 28%. Hapa Machakos tulikuwa na 9%. Safari hii tumefikisha 25%. Kule Makueni tulikuwa na 5%, imagine. Safari hii tumefikisha 20%, 4 times. Ndio mjue tuko na shukrani. Asanteni sana. Na najua pengine mumesema kura zetu hazikuwa nyingi. But by any count, if you increase your votes by 100%, that is a big improvement. Mimi nataka niwaambie asante sana. Nataka pia mjue serikali hii ambayo kupitia kura zenu mumetusaidia kuunda ni serikali yenu, na ni serikali ya Kenya, na ni serikali ya Wakenya wote. Nataka niwahakikishie ya kwamba wale viongozi wote mliowachagua kwa vyama vyote, mimi nataka niwahakikishie niko tayari na huyu naibu wangu tufanye kazi na hawa wa viongozi wote, MCAs wenu, wabunge wenu, maseneta wenu, magavana wenu,
wote tutafanya kazi na wao ili tupeleke Ukambani mbele na tupeleke taifa la Kenya mbele. Ni vizuri niseme hivyo, ndio mjue ya kwamba mambo ya kura, hakuna Mkenya ambaye alifanya makosa kupiga kura mahali alipiga kura. Demokrasia inaturuhusu sisi wote tupige kura ili tuweze kuamua. Na Biblia inasema uongozi inaamuliwa kwa kura. Pale kura imeshapigwa, mapenzi ya Mungu inatendeka. Hakuna mtu amechaguliwa kwa bahati mbaya ama kwa makosa. Wale MCAs tuko nao, wabunge tulio nao, maseneta, magavana tulio nao, women rep na wale wengine wote, hakuna mtu amechaguliwa kwa bahati mbaya. Sote tumechaguliwa kwa mapenzi ya Mungu. Ile imebaki ni vile tutaungana, tufanye kazi pamoja, tupange yale maendeleo ambayo yatafaidi wa Kenya. Tulienda katika uchaguzi tukiwa viongozi na wananchi. Wananchi wamemaliza sehemu yao. Tarehe 9 mwezi wa 8 walipiga foleni, wakapiga kura, wakatuchagua. Hatuwezi kuendelea kuongea tena mambo ya viongozi. Nafasi tulio nayo sasa ni kuongea na kupanga mambo ya wananchi. That is what we must do. Na ndio mimi nawauliza viongozi wote wa taifa letu la Kenya, all of us, we must stand shoulder to shoulder, united, so that we can plan and effect the plans and programs that is going to transform our nation and change the lives of the people of Kenya. And we must stand together. Tunataka tufanye hivyo tukiwa pamoja. Na ndio mimi nimefurahi sana kufika hapa Ukambani, kufika hapa Machakos siku ya leo katika ibada hii. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hii safari tutatembea pamoja na nyinyi. Mumenisikia vizuri, kwa sababu hii ni nchi ya demokrasia. Na demokrasia inaendeshwa hivi. When the elections are finished, we put the elections behind us, we close ranks, we work together for the benefit of the people of Kenya, plan together, roll out our agendas together, and work on the transformation of the great nation of Kenya, all of us as one people. Nataka nimshukuru gavana wenu, Mheshimiwa Wavinya Ndeti. Huyu mama ni mama jasiri. She is a great leader. Kwa sababu wengi, kwa sababu ya siasa ya mirengo, wengi wanachanganyikiwa. Hawaelewi mambo yanaenda vipi. And it takes a great leader to know what the interests of the people are and to serve the interests of the people. Ile kazi iko hapa sasa ni ya wananchi, si namna hiyo? Na hiyo kazi haiwezi kufanyika kama hatutaungana, kama hatutashirikiana, kama hatutafanya kazi kwa pamoja. Mashindano ya siasa itatupata kule mbele. Lakini kwa sasa tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tutekeleze yale miradi ambayo yatasaidia wananchi wa taifa letu la Kenya. And that is what I want us to do. Na wale viongozi wengine wote. Najua viongozi hawa wamesema ya kwamba haingewezekana, na ni kweli. Haingewezekana tuseme mambo yenu yote ya mambo ya maendeleo. Na ndio sababu hiyo nitatafuta nafasi wiki hii niketi chini na viongozi wenu, magavana, wabunge, seneta, tuketi chini na wao ili niwaeleze mipango tulio nayo, wao watueleze maoni yao ili tukubaliane vile tutatekeleza
maendeleo ya hapa Ukambani, maendeleo ya Machakos County, tuweze kwenda mbele pamoja. Juzi nilikuwa hapa Mavoko kwa sababu kuna mradi tulianzisha 2017. Imeenda pole lakini tumekamilisha. Ya mambo ya maji ya Mavoko na program ya pale. Mimi najua ya kwamba mbali na hiyo mradi ya maji ya Mavoko, tuko na miradi mingine ambayo tunataka kutatua tatizo kubwa ya hapa Ukambani ya maji. Wenyewe mmesema ya kwamba hiyo ndio tatizo mnataka itatuliwe. And I want to give you my assurance ya kwamba tatizo la maji is one of our priority programs in this administration to sort out, not just in Ukambani but in the Republic of Kenya. Sababu hiyo, mbali na mradi hiyo ya maji, tulikuwa na mradi hapa ambaye ilikwama sasa kwa karibu miaka 3-4. Mradi ya maji ambayo ni ya town hii ya Machakos. Tulipanga na watu wa Africa Development Bank shilingi bilioni 1 ya maji na milioni 800 ya sewage system ya hii town. Mimi nasimama hapa kuambia hiyo mradi sasa nimeikwamua, na before the end of this year we will have completed that program ya maji ya Machakos na sewage system ya Machakos town. Dam ya Miwongo inaitwa Miwongoni na Mareba, Maruba hapa tunaipangia so that we can get enough water to supply to this city and also improve the sanitation infrastructure in this city so that we can have Machakos as a city, sio town kidogo. So that's what we want to do. Vile vile tuko na mradi ambaye tumeweka milioni 500 ya pale Mwala, mahali huyu Kawaya anatoka. Pia pale tumepata matatizo, contractor ni mtu lukumba. Sasa nimemwambia atafute kazi nyingine, tutafuta contractor mwenye atamaliza hiyo kazi before the end of this year. Tuko na mradi mwingine ya kusambaza maji pale Matu na maji ya Kitui town na maji ya Wote town. Hizo towns 3 tuliweka karibu milioni 900 ya kusambaza maji, lakini for the last 3 years imekuwa na matatizo. I again want to give you my assurance ya kwamba sasa hawa watu nitawakalia so that by the end of this year hiyo project iwe imekamilika vile vile. Tuko na miradi mingine ambayo yanaendelea in several stages. Tukiketi chini na hawa viongozi tutakubaliana vile mambo ya maji tutayashughulikia hapa Ukambani. Mimi nataka niwaambie hivi, katika ile mpango nimetangaza tayari ya mambo ya dams ambayo tumesema tunajenga dams karibu 100 Kenya kubwa. Hapa Ukambani tumeweka, hasa hapa Machakos, tumeweka dam ya Yata. Hiyo dam ya Yata safari hii lazima tuijenge, tuikamilishe na mkunywe maji yake. Nilikuja pale tukatengeneza kanal, ile Yata kanal. Nikakuja nikailaunch. Hii Yata dam ilikuwa na matatizo kidogo ya ardhi. Governor na deputy wananiambia hiyo matatizo imeisha and it is in our plan. Maji ya hapa dam yenu ya hapa Mwania, pia hiyo dam iko katika mipango yetu for construction in the next 3 years. Dam vile vile ambayo tumewekea mpango yetu, dam ya Uma kule Kitui, dam ya Kitumui kule Kitui. Tumekubaliana pia Twake dam ambayo iko 83% karibu inakamilika, vile vile tutaishughulikia. Na vile vile Nolturesh ambayo inatoa maji mingi kutoka Mount Kilimanjaro. Ni mpango yetu ya kuhakikisha kwamba hiyo maji
ikuje mpaka hapa Konza, na vile vile hiyo maji ifike sehemu za chini za hapa Ukambani, Kilome, Makueni, hiyo sehemu ya chini yote tuweke hiyo maji. And we have a program, we are discussing it on 24th na watu wa Korea, ndio tuweze kupanga maji yenu ya hapa Ukambani. Nataka nimshukuru gavana wenu na gavana wa Kitui. Tulikubaliana na wao, tunataka kupanua ile treatment plant ya hapa Masinga. Saa hizi tunafanya procurement. Nimeauthorize tuweke pale milioni 500 ya kupanua hiyo treatment plant, ndio ipatikane maji, na hawa viongozi wawili magavana wamekubaliana ya kwamba hiyo maji itaserve watu wa Yata na Machakos, na vile vile tutagawa hiyo maji iende Kitui. That is the kind of partnership that we need as leaders, where leaders can work together to share resources for the benefit of the people. Hii mpango yenu yote ya mambo ya maji, nataka niwahakikishie, it is in our plan, and it is my commitment to deliver on this project, because it is a project that's going to change our country. Mnajua tulikuwa na barabara nyingi ambazo zimekwama, hawa viongozi wamesema. Nilikuja kulonj barabara ya kutoka Kenol kwenda Kaani, hiyo barabara imekwama. Nilikuja hapa tukaanzisha ile barabara ya kutoka Tala kwenda Donyo Sabuk, hiyo pia imekwama njiani. Nilikuja hapa tukaanzisha hii barabara ya kutoka kwenda mpaka ile inaenda mpaka Kangundo, inaitwa nini? Hapana, si Matue Kalakala, ni ingine ambayo ilikwama kule kwa Mtoni. So Matue Kalakala pia ilikwama, na hii ya kwenda Kangundo pia ilikwama. Mimi nataka niwahakikishie all those roads ya Kenanie kwenda Kangundo, yes. So hiyo barabara yote iko katika rada yangu, tumeipangia vizuri. Baada ya hii budget tutarudisha wale contractors wote na tupange, tuhakikisha kwamba zile barabara zinatengenezwa. Pia hii barabara ya kutoka Mlolongo ambayo tunafanya dual carriageway ikuje mpaka hapa Machakos turnoff. Najua imekwama pale Chumvi somewhere there. Hiyo barabara sio ya kwamba itafika hapa Machakos turnoff. Tunaongea na our development partners, tunataka hiyo barabara iende Malili na iende mpaka ifike the town after Salama. Tunataka hiyo barabara iende mpaka pale Salama, iwe dual carriageway, kwa sababu ni ya muhimu because of the kind of investment tumeweka pale Konza City. Nataka muelewe ya kwamba pale Konza City tumeweka almost 100 billion Kenya shillings. Tumejenga horizontal infrastructure yote. Tumeweka pale bilioni 10 ya kujenga university ya sayansi ya kisasa ambayo itakamilika by early next year. Tunajenga pale, tumeweka bilioni ingine 30 ya kujenga center ambayo itakuwa ya creativity, ya innovation, ambayo itakamilika by 2025. Tumeweka pesa nyingi hapo kwa sababu ya mpango ya kuhakikisha kwamba tunapata ajira ya vijana ya Makueni hapa Ukambani, Machakos na Wakenya wote. That program is a big program, and I want to commit to you that we will make sure that that program delivers on its mandate. Nataka vile vile mjue ya kwamba katika ile mpango yetu kubwa pia tuko na mipango ambayo tunafanya na counties. Nimeketi chini na hawa governors wote, tumekubaliana Machakos hapa ili kupanga mambo yenu ya kilimo. Saa zingine mazao yenu ya kilimo inaharibika kwa sababu hakuna storage, hakuna cold room, hakuna aggregation, mahali ya kukusanya ndio tupate soko ya sawasawa ya kitaifa na pia international market for export. Tumekubaliana na governor wenu ataweka pesa na nitamsaidia vile alisema juzi,
nitamwekea shilingi milioni 250 ya kuanza Agricultural, Aggregation and Industrial Park ya Machakos County. So tutashirikiana katika hiyo barabara. Vile vile mmesikia nimetangaza ya kwamba housing program yetu in every county, minimum we want to build at least 5,000 houses. Hapa Machakos, ngawaje mjumbe wangu Bwana Caleb amesema anapanga nyumba 100 ya Machakos Town, mimi nataka nimwambie minimum tutawapatia Machakos Town is at least the first 2,000 houses hapa, kwa sababu ni mpango yetu pia ya kupanga ajira ya vijana pale katika hiyo 2,000 houses, na tutakuja hapa tutawaeleza vile tutapanga pamoja. Tunahitaji vijana karibu 6,000 ama 7,000 ambao watatusaidia katika ujenzi wa hiyo manyumba. Tunahitaji masons, electricians, plumbers, wale wote ambao ni mafundi wa aina mbalimbali, carpenters na wale wengine wote. And we need the young people of Machakos to be part of that program. Pale tunapanga Konza, ile tunapanga kwa Agricultural Aggregation Park, hii tunapanga ya housing. Ni mpango yetu ya kuzalisha nafasi za ajira, kwa sababu tunajua tatizo la Kenya kubwa ni ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya. And we must have programs that create jobs so that we can push our country forward. Mimi nawauliza ninyi kama watu wa Machakos na watu wa Ukambani, mkubali tuungane, tushirikiane ili tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Each and every one of us has a role to play. Sote tukiungana tutaweza kupeleka mambo yetu mbele. Na vile niliwaahidi wakati nilikuja kuomba kura yenu na timu yetu, mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi tutafanya kwa bidii, na tutahakikisha kwamba tunatekeleza yale mambo yote tulisema kwa manufaa ya Wakenya na kwa taifa letu lote. Mnajua wakati nilikuja hapa nilisimama town center hapa, si ni kweli? Wakati nilikuja kuomba kura, si nilikuwa hapa area? Nilisimama hapa, kasimama Kitui, kasimama Wote, kasimama Mwingi, na mimi niliwaahidi hivi ya kwamba mkinipatia nafasi ya kuongoza taifa letu la Kenya, mimi sitawacha watu wa Ukambani nyuma. That was my commitment. Si ni kweli? Hata niliwaambia nikipata ushindi nitatafuta ule rafiki yangu Kalonzo. Si niliwaambia hapa? Kwa sababu niliwaambia amesumbuliwa sana na wale jamaa. Na mimi sitaki kuwa mtu muongo, nataka kusema ukweli. Wakati nimeshinda uchaguzi, vile niliwaeleza ya kwamba nitatafuta ule rafiki yangu Kalonzo, nilimtafuta na nikaketi chini na yeye na nikamwambia, boss, rafiki yangu, si unajua sasa mimi nimeshinda hii kitu, sasa wewe kuja hapa tupangane tuunde serikali. Iko kiti ya speaker, iko kiti ingine hapa, tafuta Wakamba tuingiza hawa tupeleke mbele. Kwa sababu mimi sitaki mkuje baadaye mkanilaumu, mkasema mbona huyu William Ruto alituambia akishinda atatafuta Kalonzo waongee ndio wampange, kwa sababu ameteswa na wale watu. Mimi I have discharged my responsibility. Nilimtafuta, kamketisha chini, yeye mwenyewe akaniambia anataka kuendelea na ile maneno. Sasa what am I supposed to do? Tunaelewana? Lakini mimi nikaamua ya kwamba hata huyu akikataa kufanya kazi na mimi, lazima nitatafuta Ukambani wafanye kazi na mimi na tujunde serikali pamoja. Na nikasema siwezi kukubali mimi nikiwa na uhusiano na jamii hii ya muda mrefu, siwezi kukubali niendeshe serikali bila watu ya Ukambani kuwa kwa hiyo serikali. Ndio sababu leo tuko na mawaziri 3 kutoka Ukambani,
tuko na PSS 3 kutoka Ukambani, tuko na wale watu wengine wote, na wengine nitawaongeza, kwa sababu hii serikali siwezi kupeleka mbele na siwezi kuruhusu mtu yeyote kubagua jamii hii na kuwapeleka kwa maandamano, kwa fujo, kwa vita, kwa mambo hiyo ambayo haiwezi kusaidia mtu yeyote. Sijui kama tunaelewana. Mimi nataka mnieleze, nimefanya makosa? Nimefanya makosa? Si ni vizuri tuungane kwa hii serikali tuende mbele pamoja? Ama mnataka mambo ya mnataka kuweka sufuria kwa kichwa nyinyi wote tena? Na mimi nawaomba mumuombee ndugu yetu Kalonzo. Si mtu mbaya, lakini unajua siasa iko na maneno yake. So mtamuombea atafute njia ndio tutembee pamoja. Tunaelewana jameni? We want a united country. Tunataka tushirikiane. Na hata wale viongozi wa upinzani, mimi nawaomba kwa heshima. Sisi tumekubaliana. Tumesema uchaguzi iliisha. Sasa ni wakati wa kushughulika na mambo ya wananchi. Haiwezekani ya kwamba tunamaliza uchaguzi, alafu baada ya uchaguzi badala ya kushughulika na mambo ya wananchi, ati tunaanza tena kushughulika na mambo ya viongozi. Ndio nimewaambia, tafadhali. Hatuwezi kuendelea ati tunaongea sasa mambo tena ya viongozi, na hata wewe kama ni kiongozi, tafadhali my good friends, as leaders, it is incumbent upon us, even as we pursue the things that matter to us as leaders, we cannot put in jeopardy the issues that matter to the people. Hata wakati tunatafuta ile ambayo tunafikiria ni yetu kama viongozi, tusiwe ati tunaharibu yale ya wananchi. Sasa niwaulize, hata kama unatafuta haki yako kama kiongozi, unavunja mali ya wananchi kwa nini? Unalete fujo kwa wananchi kwa nini? Unalete vita kwa wananchi kwa nini? Unaharibu biashara ya wananchi kwa sababu gani? Si tutafute ile ya uongozi mahali ambapo hakuna vita, hakuna matatizo, hakuna kuharibu mali, ili wananchi tuwashughulikie mambo yao yakienda mbele, ya viongozi tuende tutafute ama tujadiliane in a different place. Na ndio sababu tulikubaliana wao walete kamati yao, sisi tumetengeneza kamati yetu, waketi chini, waongee, ile watakubaliana, tupeleke Kenya mbele, lakini waniwachie nafasi nipange mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya na wananchi wa taifa letu la Kenya. Tumekubaliana ndugu zangu watu wa Machakos. Tumekubaliana. Nataka tutembee pamoja namna hiyo. Mtatuombea? Mnasema mtatuombea tuweze kutembea pamoja? Nifanye kazi na hawa viongozi wenu ambao mmewachagua, ama mnataka tupange namna gani? Tufanye kazi na wao, tuende mbele pamoja, si ndio? Kwa sababu hiyo uchaguzi mwingine iko hapo mbele, na hiyo si nyinyi ndio mafundi wa kuchagua? Nyinyi mnajua vile ya kupanga hiyo maneno. So mimi nawatakia heri. Nimefurahi sana kufika hapa. Asanteni sana maaskofu wetu kwa kutukaribisha hapa Ukambani. Asanteni kwa kutuombea. Na mimi nataka niwahakikishie jukumu letu ni kuunganisha Wakenya wote, kuwajumuisha katika mambo ya maendeleo, na tupange vile Kenya itakuwa bora kuliko vile ilivyo sasa. All of us moving together. So watu wa Ukambani, asanteni sana. Mtanisamehe kidogo kwa sababu tuko na shughuli nyingine. Mnajua tuko na matatizo na nchi yetu jirani ya Sudan. Leo tuko na mkutano saa 10 ya kuangalia vile tunaweza kusaidia majirani wetu, kwa sababu wako na matatizo ya kisiasa na vita na mambo mengine. So muzidi vile mliomba hapa, tuzidi kuwaombea pia wao waweze kuwa na amani. Asanteni sana. Mungu awabariki, na mimi nawapenda sana. Thank you very much and God bless you.